Kutana na tajiri Pasco. Anamiliki utajiri wa kutisha, lakini siri ya utajiri wake ni nyoka aliyefichwa store. Hata hivyo, Pasco kapewa sharti moja na mganga: kila baada ya muda fulani lazima nyoka apate kafara ya ndugu yake Pasco. Leo tajiri Pasco aliingia ndani ya store anayomfuga nyoka wake. Alimwekea unga, na hapo ndipo simu ilipoita. Alikuwa ni mganga. Mganga alimweleza Pasco muda wa kafara umefika. Kabla ya hapo, Pasco alishatoa kafara kaka zake wote wakaisha. Akawatoa wazazi wote wawili, baba na mama. Akawatoa dada zake wakaisha. Lakini joka hili bado lilitaka damu, bado lilitaka kafara, halikutosheka na unga. Mganga alieleza kwamba sasa joka lilitaka kafara ya mtoto wake wa kumzaa. Pasco ana mtoto mmoja tu, mtoto wa kike anayempenda sana. Ndiye ndugu yake pekee aliyesalia, wengine wote kawamaliza. Pasco alikata simu bila kusema chochote. Hakuzungumza chochote. Basi Pasco hakuwa tayari kumtoa kafara binti yake wa pekee aliyempenda, ambaye alimpata kwa tabu, kwa shida. Pasco aliona sasa mwisho wa utajiri huu wa masharti, utajiri huu wa kafara umefika. Aliamua kutafuta suluhisho. Tajiri Pasco alikwenda katika kampuni yake ya mafuta, akachukua mafuta ndoo nzima. Alipofika, alinyosha moja kwa moja mpaka katika store ambayo amekuwa akimfuga nyoka wake. Hakuwa tayari, amemaliza ndugu zake, baba na mama. Amewatoa dada zake wote wa kuzaliwa naye, amewatoa kaka zake. Kabaki yeye tu, ndugu yake pekee aliyesalia ni mwanaye mpendwa wa kumzaa, binti, naye anatakiwa amtoe kafara. Aliona sasa wasimtanie. Alichukua ndoo ya mafuta, akaimwaga kuzungushia store ile. Kisha alichukua kiberiti na kuwasha. Store iliwaka moto. Alisogea mbali akishuhudia store ikiteketea taratibu. Alisikia mlio wa joka likijitetea, likilia kwa kuungua kwa maumivu. Pasco alitabasamu akisema, huu ndio mwisho wa mateso haya. Huu ndio mwisho wa simanzi hii. Huu ndio mwisho wa balaa hili. Store iliteketea yote na kuisha. Alikaa mahali pale akishuhudia jivu. Baada ya dakika 5, Pasco alipigiwa simu. Alikuwa mfanya kazi katika yadi ya magari yake. Alielezwa kwamba yadi ya magari imewaka moto na gari zote zimeungua. Kabla hajakata simu, iliingia simu nyingine. Akaipokea. Boss, sheli zako zimelipuliwa na watu wasiojulikana. Sheli zote zililipuliwa, zikawaka moto na hakuna kilichoweza kuokolewa. Kabla hajakata simu hiyo, ikaita simu nyingine. Boss, nyumba zako za kupangisha zinaungua. Simu ziliendelea kuita na nyingine hakuweza kuzipokea.
Lakini ghafla akiwa anashangaa, nyumba yake mwenyewe ikawaka moto, mke na binti yake wakiwa ndani. Alijaribu kukimbia kwenda kuwatoa, lakini hakufanikiwa. Moto ulikuwa mkali. Alilia na kujuta akishuhudia nyumba yake ikiungua moto. Lakini ajabu ni kwamba wakati haya yote yanatokea, hakuna mtu yeyote aliyekuja kumsaidia. Pasco alilia na kujuta. Alilia, alijuta kutafuta utajiri kwa njia ya mateso, utajiri wa nyoka. Sasa ni miaka 5 tangu tukio hili limtokee Pasco. Pasco aliyekuwa tajiri namba 1 baada ya tukio lile la kuungua kwa mali zake, ambalo alilianzisha mwenyewe kwa kulichoma moto joka alilokuwa amelifuga akipewa na mganga. Miaka 5 imepita. Pasco ndio kama hivyo unavyomuona. Pasco ni kichaa. Anatembea majalalani, akiona watu anawakimbiza. Hakumbuki lolote Pasco. Kucha zake ni ndefu, nywele ndefu, analala popote. Tajiri Pasco ambaye alikuwa amejipata, leo hii amefikia hatua hii. Anakimbiza watoto, anafanya fujo, ni chizi anayekula makomo. Watu wanapomuona hunyosheana vidole na kuelezana mkasa wake. Hii imekuwa ikiwapa hofu vijana. Simulizi hii inatufundisha kwamba vijana, hata wazee, tutafute mali kwa njia halali. Utajiri huu wa masharti, utajiri wa kiganga, una shida kubwa kuliko vile ambavyo tunadhani. Hebu fikiria jinsi Pasco alivyokuwa. Umepata utajiri, lakini umeua ndugu zako wote. Sasa huo utajiri unakula na nani? Huo utajiri unaufurahia na nani? Huo utajiri anauona nani? Kwa hivyo tunajifunza kupitia simulizi hii ya kijana Pasco, tajiri mkubwa ambaye aliishia pabaya. Tunajifunza kwamba kamwe tupambane kwa njia halali. Utajiri wa kafara, utajiri wa majoka, mwisho wake ni mbaya, mwisho wake ni majuto. Kama mtu ametajirika ghafla, usimwige, tafuta mali zako wewe mwenyewe. Pasco ndio kama unavyomuona, analala jalalani, hana ndugu hata mmoja. Lakini yote sababu nini? Tamaa ya mali.